tumejifundisha neno nasema kwamba wewe ni nani na nani. Kama unahakikisha kwamba huduma unayoifanya unaifanya peke yako bila Yesu, fanya iwezekanavyo umkaribishe Yesu akae ndani yako ili ufanye huduma pamoja na Yesu. Tukifanya hivyo, kanisa hili litaongezeka. Amen. Tukifanya hivyo, kila siku miujiza hapa itafanyika. Maana kabla sisi kuingia hapa, Yesu atakuwa anatangulia hapa. Nguvu za mbinguni tutaziona hapa. Uwepo wa mbinguni tutauishi hapa. Maana kila mtu akijihakikisha kwamba ana Yesu ndani yake, ni kuimba wimbo haujamalizika, Yesu anasema na sisi hapa. Amen. Tunaona matokeo ya mbinguni. Sisi ni watoto wa mbinguni. Hata kwanza una sura ya mbinguni kulingana hapa. Amen. Kwani wale wanaokwenda kuzimu hawafurahi? Sio wanakwenda kubuona leo ya kuzimu na wanafurahi. Sasa kwa nini sisi tusione vitu vya mbinguni hapa? Amen. Baba tuko hapa baba. Ule wimbo ulimbo hapa baba uje leo. Tunamwambia aje, si kwamba wimbo ule wimbo kimasi. Uimba tu kwa sababu uimbe. Unaimba kwa sababu unamaanisha kwamba uonekane hapa kwangu, nisiwe peke yangu, kitakachokifanya nifanye na wewe. Na Mungu akubariki. Wameanza Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, ninyi asikiliza yeseme ninyi ni akina nani? Ninyi ni nani? Niweke afu nawauliza ninyi ni nani? Mimi fikira nitaandika ninyi ni kina nani? Asikiliza, ni pepo. Pepo ni viumbe vya wapi? Vya rohoni. Pepo ni viumbe vya rohoni. Anakuja Yesu tunamjua. Yesu ni wa wapi? Wa rohoni. Paulo tunamjua wa wapi? Biblia inasema hivi, kinachozaliwa kwa roho. Tumezaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza tulizaliwa ni mwili. Mara ya pili tunapozaliwa sisi ni viumbe vya rohoni. Ndio maana vita yetu, tunaambiwa vita yetu sio vya mwili. Sio vya mwili. Ni vya roho dhidi ya falme za giza, pepo wa anga. Sasa wanaambia ninyi ni nani? Utambulisho wao rohoni. Utambulisho wao rohoni. Nafikiri masia Prezo, wewe ni nani rohoni? Kaka Jento, wewe ni nani rohoni? Maana viumbe vya rohoni vinapambana rohoni. Viumbe vya mwilini vinapambana mwilini. Wewe ulio mwili ukienda kupambana na viumbe vya rohoni utapata fedheha. Biblia inasema alikimbia wakiwa uchi. Acha tupate utambulisho ndani ya Kristo Yesu. Amen. Tupate utambulisho ndani ya Kristo Yesu. Pepo akituona hivi, wanamwona nani? Wanaanza kumuona Yesu. Ndipo wanatuona sisi. Ndio maana nasema pale Yesu. Hawajaanza tunamjua Paulo na Yesu tunamjua. Tunamjua Yesu na Paulo tunamjua. Paulo anapata utambulisho ndani ya Kristo Yesu. Mamlaka aliyo nayo kama anatukemea tunakimbia, ni kwa sababu ana utambulisho wake ambao unapatikana ndani ya Yesu. Amen. Tujitoe kwa Yesu wapendwa. Kuna fahari sio kwa kawaida. Mimi kuna kitu namshukuru Mungu sana kwa kanisa hili. Ili siwezi kuwa mnafiki. Hapa sisi kuna kitu ambacho namshukuru Mungu sana kwa sababu kinadhihirishwa. Kuna mahali ukienda unakutana neno tu. Yaani miujiza kwao huwa itokei. Ufunuo eti nimeonyeshwa kitu fulani akitokea jicho. Ni neno tu.
Kuna jumuiya zingine ukienda, wao ni ufunuo tu. Nimeona pokea magari, pokea majumba. Kuna jumuiya ziko hivyo, lakini hapa nimeona kuna neno, mafunuo yanatoka. Jumapili tulihudumia kwa ufunuo sio kwa kawaida, mwishoni mwa ibada. Hapo matukio yanajiunganisha mpaka akili inaisha. Biblia ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 inasema ufalme wa Mungu si katika neno tu au katika maneno matupu, bali na uweza. Kwa hiyo mahali ambapo panapatikana kanisa la Mungu lazima pawe udhihirisho wa neno lisilogoshiwa, na ni lazima pawe matendo ya miujiza, pawe matendo ya ufunuo. Amen. Na ndio kitu nachokiona. Kwa mimi mnapoona hivi vitu, moyoni mwangu namshangilia Mungu, maana ndivyo neno linavyosema. Sio kwamba Yesu anafungua alafu watu wamefungwa na mapepo. Hivi kweli huyu Yesu anafungua kweli? Amen. Ufalme wa Mungu sio maneno matupu. Uweza, anawaambia nataraji kuja kwenu nione au maneno yenu ikiwa yana nguvu kweli katika roho au ni maneno tu matupu. Kuna watu wanaweza kuwa ni mhubiri kumbe ni maneno matupu tu. Ana maandiko mengi maneno matupu. Hamna uwezo. Ufalme wa Mungu sio maneno matupu. Ni neno na uweza. Jumuiya la Kristo linapokusanyika lazima tuwe na watu wa rohoni. Ashukuriwe Mungu anayetupa vipawa ambavyo watu wana uwezo wa kuona. Na uwezo wa kuona, Baba, Mungu kanionyesha kitu chako 1 2 3. Na tuna uwezo pia kugundua hata mtu anakuja na matunguli yake. Tayari amefunuliwa Baba. Wewe umekuja na vitu ambavyo sio sahihi. Na anatupa nje. Maana katika karama za Roho Mtakatifu kuna karama ya kupambanua nini? Roho. Amen. Mungu atubariki sana.